Mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki, katika channel hii ya Sauti ya Ufunuo, karibu tena katika kipindi chetu cha kujifunza unabii wa Biblia. Katika somo lililopita tuliona jinsi Yesu alivyojitambulisha katika Ufunuo sura ya kwanza kama Bwana anayetawala historia na hatima ya ulimwengu. Lakini katika sura ya pili tunaanza kuona jambo la ajabu. Yesu anaandika barua kwa makanisa 7. Hususani leo tutajifunza kwa kanisa la kwanza la Efeso. Hii ilikuwa kanisa lenye imani. Hili lilikuwa kanisa lenye imani, lenye kazi nyingi na lenye uaminifu katika kulinda kweli. Lakini pamoja na hayo yote, Yesu alisema kitu cha kushangaza sana: nina neno juu yako, umeuacha upendo wako wa kwanza. Ni nini kilitokea kwa kanisa hili, na ujumbe huu unamaanisha nini kwa kanisa la leo? Hebu tuendelee kujifunza. Somo la siku la leo linasema kanisa la Efeso, umeuacha upendo wako wa kwanza. Ungana nami katika kutafakari katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya pili fungu la kwanza mpaka fungu la 7. Lakini kabla tujasonga mbele, tuombe uongozi wa Mungu. Mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa kutupatia fursa nyingine kuchunguza maneno yako katika kitabu cha Ufunuo. Tunakuomba ututakase mioyo yetu dhidi ya mawazo machafu, utujalie Roho wako akapate kutufunulia mapenzi yako hapa, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza fungu lile la 20, maandiko yanasema, siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa makanisa 7 na vile vinara 7 ni makanisa 7. Katika somo lililopita tulisema ya kuwa malaika, kama anavyoonyeshwa hapa, anawakilisha na mjumbe. Biblia tulisoma katika somo lililopita kwamba makanisa haya 7 kwa namna moja au kwa namna ya kwanza yaliwakilisha makanisa 7 halisi yaliyokuwepo katika nchi ya Uturuki au Asia ndogo kwa kipindi hicho. Lakini pia yalichaguliwa kwa uangalifu, na sababu tulitoa kuwakilisha vipindi 7 tofauti ambavyo kanisa la Kikristo lingetembea. Na tulimuona Yesu akitembea katikati ya vile vinara 7 na akishikilia nyota 7 katika mkono wake, akiwakilisha kwamba yeye Kristo ndiye atakayeongoza historia ya kanisa lake mpaka mwisho wa nyakati. Sasa kama ilivyo katika sura ya kwanza, tunaanza kuchambua katika sura ya pili kanisa moja baada ya jingine, na tabia ambazo Kristo anaziona njema katika kanisa na zile ambazo anaziona mbaya, na tutaona mafundisho ya muhimu ambayo Kristo anataka kujifunza hapa. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya pili fungu la kwanza hadi la 7 anasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenaye yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katika vile vinara 7 vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, yanakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale waliojiita mitume, nao sio, ukawaona kuwa ni waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu na neno, wala hukuchoka. Lakini na neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako mahali pake, usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambayo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa matunda ya mti wa uzima, ule ulio katika bustani ya Mungu. Kanisa la Efeso ni kanisa lililoasisiwa na Mtume Paulo katika nchi ya Uturuki katika zamani hizo, miaka michache tu baada ya Kristo kuwa amepaa mbinguni.
Kanisa hili lilijengwa katika mji mashuhuri wa Efeso, ambapo hapo kabla Ukristo hujaingia katika mji huu kulikuwa na hekalu kubwa la mungu mke aliyekuwa anajulikana kama Diana. Watu hawa wa Efeso, maandiko yanatufundisha maandiko mbalimbali ya historia. Hata pia ukisoma katika kitabu cha Waefeso chenyewe, Mtume Paulo alipoandika waraka kwa Waefeso, hatuoni tuhuma zozote kubwa ambazo walikuwa nazo watu hawa wa kanisa la Efeso. Walikuwa ni watu wenye bidii katika neno la Mungu. Sasa ujumbe wa Kristo kwa kanisa la Efeso unaanza kusema, haya ndio anenaye yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na yeye aendaye katika vinara vya taa, vinara 7 vya dhahabu. Kristo anajitambulisha kwanza katika Efeso kwa kanisa la Efeso, ambao ni kanisa la kwanza, tukifuata mfumo ule kwamba ni kanisa lilokuwepo kihalisia, lakini liliwakilisha zama za kwanza za mitume za kanisa. Wakati kanisa likiwa changa, Kristo anajitambulisha kwake kwamba yeye kwanza watambue kwamba ndiye anayezishika nyota 7, yaani ndiye anayewashikilia na kuwaongoza wajumbe au malaika wanaopeleka ujumbe katika kanisa wakati na zama zote za kanisa ambao utasafiri. Hii ina maana gani kwa watu wa Efeso, au hii ina maana gani kwa kanisa la awali? Hii inamaanisha kwamba injili waliokuwa wakiitangaza, ingawa walikuwa wakiziakiwa kwamba mnatangaza habari ya Bwana wenu, watu wanakufa, wanakuta kwamba kiongozi, kwa mfano ukiona katika kanisa la awali tu, ukisoma katika kitabu cha Matendo, wametangaza tu kidogo injili. Yakobo ambaye alikuwa kiongozi wa kanisa akakamatwa, akachinjwa. Yesu anawaambia, mimi nazishika nyota 7. Uongozi wa kanisa la Kikristo haukuwekwa chini ya mwanadamu. Yesu anasema ni yeye anayezishika nyota 7, ni yeye anayeliongoza kanisa lake katika zama tofauti za historia ya ulimwengu. Ni yeye aliyelianzisha, ni yeye aliyetembea nalo katika zama za kati, na ni yeye atakayetembea nalo katika zama za mwisho wa ulimwengu. Ingawa wakati fulani kanisa la Mungu, neno hili linamaanisha wakati fulani kanisa la Mungu litaonekana kana kwamba linaanguka, watu wake wataonekana wamezama katika maovu, wataonekana kama watu wasio na tumaini. Lakini Yesu analiambia kanisa la Efeso kwamba mimi ndiye ninayezishika hizo nyota 7, na anasema anatembea katikati yake. Hivyo anajitambulisha kwamba uongozi na hatima ya kanisa lake iko mikononi mwake. Maneno kama hayo aliwahi kuyasema kwa Petro, akasema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, juu ya mwamba huu, yaani akijionyesha yeye mwenyewe Kristo, nitalijenga kanisa langu, wala misingi ya kuzimu halitalishinda. Kwa hiyo kanisa la Mungu limejengwa juu ya Kristo mwenyewe. Kanisa la Mungu linashikiliwa katika mkono wa kuume wa Kristo mwenyewe, na Kristo anatembea katikati yake. Yawezekana ukaona, kuna wakati mwingine unaweza ukaona watu katika kanisa la Kikristo wanatenda maovu ya kustaajabisha, lakini habari njema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2, Mungu anatembea katika zama zote za kanisa lake. Fungu la 2 la Ufunuo sura ya 2 anasema, nayajua. Sasa anaanza kusema, nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wanaojiita mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Yesu anasema baada ya kujitambulisha kwamba yeye atalisimamia kanisa lake, anasema anayajua matendo ya kanisa, anayejua tabu ya kanisa, anajua subira ya kanisa. Unajua kanisa linaundwa na watu. Hii ni habari njema kwetu kwamba Yesu anayetembea katikati yetu, tunapomwamini yeye, anasema anayajua matendo yetu, anazijua tabu zetu, anajua subira yetu. Wakati mwingine tunaweza kuwa tunataabika katika imani, tukipigwa na mwovu na kujaribiwa, wakati mwingine na kuanguka, tukikata tamaa, tukisema katika maisha haya, hivi kweli tutaokolewa? Yesu anasema, nayajua matendo yako, naijua tabu yako, naijua na subira yako. Ikiwa anajua na bado anaendelea kukulinda, maana yake ana uwezo wa kukuokoa.
Tena anasema, anawaambia watu wa Efeso, tena na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Wakati wa kanisa hili la awali, kanisa la nyakati za kwanza, Yesu anasema, analitaja kwa sifa ya kuwa kanisa hili halikukubali kuchukuliana na watu wabaya. Tujifunze kitu hapa. Wakati fulani tulikuwa tunatafakari kanisa halisi la Efeso lilokuwepo Uturuki, tulikuwa tunatafakari kanisa la zamani za kwanza zikiwakilishwa na kanisa la Efeso, lakini tukashindwa kutambua ya kuwa kanisa hili pia linamaanisha wakati ambapo mimi na wewe tumepokea Injili kwa mara ya kwanza. Tulipoipokea Injili na kubatizwa, tulipopokea imani hii ya kumwamini Kristo, hatukuweza kuchukuliana na watu wabaya. Hatukuweza kukaa meza moja na watu ambao wanamdharau na kumkufuru Mungu. Hatukuweza kukaa meza moja na walimu wa uongo. Yesu anasema anajua matendo yetu hayo, anajua taabu yetu hiyo, anajua subira yetu hiyo, anajua moyo tuliokuwa nao wakati huo, wakati ambapo hatukuweza. Na kama ndio sasa unampokea Kristo, anajua jinsi ambavyo unachukizwa na matendo ya watu wabaya waliopo katika kanisa. Anajua jinsi ambavyo unachukizwa na matendo ya watu wabaya wanaokufuru huko nje, ambao sio wa Kristo wala sio watu wa kanisa. Anajua Kristo Bwana wetu. Tena fungu la 3 anasema, tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Hayo yote Bwana anayajua. Unapovumilia kutukanwa kwa ajili ya Kristo, Bwana anajua. Unapovumilia dhihaka kwa ajili ya Kristo, Bwana anajua. Tena ananiambia fungu la 4, lakini na neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wa kwanza. Hapa katika kanisa la Efeso anasema watu hawa awali katika kanisa halisi la Efeso, waliokuwa na bidii ya kazi ya Mungu, waliokuwa na bidii katika kuhudumiana wao kwa wao. Biblia inatoa katika kitabu cha Matendo, anasema kanisa hili la awali, kwa sababu ya kazi ya Injili, kitabu cha Matendo kinasema wakatoa shauri wachague mashemasi, watu walete vitu vyote. Wakaleta vitu vya kula na vitu vyote shirika. Wale wasiokuwa na kitu wakakaa pamoja na wenye vitu walileta, wakala na kunywa kwa pamoja, wakawasaidia na masikini wote wakapata chakula. Lakini hapa anasema wameuacha upendo wao wa kwanza. Kuacha upendo wa kwanza ni anguko. Hili ni neno ambalo tunaambiwa sisi leo pia, ili tutafakari. Je, imani yetu sasa tulionayo inafanana na imani yetu tuliokuwa nayo wakati tunampokea Kristo? Imani yetu tulionayo sasa, je, ni sawasawa na imani tuliokuwa nayo wakati tulipouacha ulimwengu na kufurahia neema ya Kristo? Tunampenda kwa namna hiyo hiyo, au upendo wetu kwanza, upendo wetu wa sasa umeshuka kwa Kristo kiasi kwamba tunategemea nguvu zetu? Je, imani tuliokuwa nayo sasa ni sawasawa na imani tuliokuwa nayo wakati tulipokuwa tukiomba baraka za Mungu kabla hatujazipata? Je, tulipokuwa maskini, tulipoomba Mungu atubarikie utajiri, tulikuwa na imani nyingi katika umaskini wetu tukifunga na kuomba? Je, Mungu alipotufanikisha tuliendelea kumpenda? Tuliendelea kurudisha zaka na sadaka kwake? Je, Mungu alipotufanikisha sisi kama watoto wake tuliendelea kuwajali maskini na kuwainua? Je, Mungu alipotufanikisha kama watoto wake tuliendelea kufanya ibada asubuhi na jioni kama tulikuwa tukifanya mara ya kwanza? Je, Mungu alipotufanikisha tuliendelea kujali mambo ya kiroho? Tuliendelea kumtukuza yeye, au tulitukuza mali na vitu tulivyo navyo? Biblia inasema, lakini na neno juu yako umeuacha upendo wako wa kwanza. Na kama ndugu yangu umeuacha upendo wako wa kwanza, baada ya kutafakari hili, fungu la 5 nasema, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Kumbuka nini kimekufanya uache upendo wako wa kwanza. Je, ni mali? Je, ni marafiki? Umewajali marafiki kuliko Mungu? Je, ni ndugu? Umewajali ndugu kuliko Mungu kiasi kwamba ukashikamana na mila zao, ukaacha mila na desturi za Kikristo?
Ni nini kilichokufanya uache upendo wako wa kwanza? Kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukarejee, ukayaache matendo yale ambayo ulianguka kwayo, umrejee Kristo. Anasema ukayafanye matendo ya kwanza, ukayafanye matendo yanayokufanya ujisikie amani kwa Kristo. Mwandishi mmoja aliwahi kusema, ikiwa utaulizwa swali ya kwamba unadhani ni wakati gani ulikuwa unampenda Kristo zaidi katika maisha yako, kama utashindwa kusema ni wakati huu wa sasa, ukasema kwamba nadhani wakati uliopita au mwaka jana nilikuwa nampenda Kristo kuliko sasa, basi ujue umeuacha upendo wako wa kwanza. Lakini usipotubu, anasema, naja kwako nami nitaondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Fungu la 6, lakini unao neno hili kwamba wayachukia matendo ya Nikolai ambayo nami nayachukia. Wanikolai ni akina nani? Katika zamani za kanisa la Efeso kulitokea kundi la wafuasi wa Niko, ambao watu hawa walikuwa wakiwafundisha watu kwamba ukiisha kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wakitumia baadhi ya mafungu ya maandiko vibaya, hauna haja ya kuitii sheria ya Mungu. Cha msingi unamwamini Yesu, hakuna haja ya kuenenda katika utii wa sheria ya Mungu. Watu hao hata sasa wapo. Wanasema hata amri takatifu za Mungu zilizo haki kabisa na za kweli ziligongomolewa msalabani, wakinukuu baadhi ya mafungu kama Wakolosai, wakisema kwamba akisha kuifuta ile hati akaigongomolea msalabani. Wanaacha kutii amri za Mungu wakidai kuwa ziligongomolewa msalabani. Hawajayachunguza maandiko kwa makini na kutambua ya kuwa huduma ya Yesu katika msalaba iligonga msalabani baadhi ya huduma zilizokuwa zinafanyika kama kivuli, kama utoaji wa sadaka za kafara, baadhi ya sikukuu ambazo zilikuwa zinafanyika kwa kuchinja wanyama wa kafara na kadhalika, kwa ajili ya kumwakilisha Kristo kama mwana kondoo wa Mungu ajendoaye dhambi za ulimwengu. Ndizo sheria zake zilizogongolewa msalabani. Wao wanainajisi sheria takatifu ya Mungu. Wengine wanainajisi sabato takatifu ambayo ilikuwepo kabla hata ya dhambi kuingia ulimwenguni, wakidai ya kuwa kwa kuwa umempokea Yesu hauna haja ya kuzishika sheria ya Mungu. Hawa walikuwa wafuasi wa Nikolai katika zamani za mitume. Biblia inasema Mungu analisifu kanisa hili la Waefeso kwa kuwa linayachukia matendo ya Nikolai. Anasema hata Mungu anawachukia watu wanaodharau sheria yake wakati wakidai kuwa wanamwamini Yesu. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 12, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Haiwezekani kwa Mkristo kumwamini Yesu wakati huo akidharau maagizo na sheria yake. Hapo anajidanganya. Biblia inasema Mungu anachukia tabia hiyo. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye litampa matunda ya mti uzima ulio katika bustani ya Mungu. Mpendwa, Mungu leo anatuambia yawezekana tukawa tunatenda kazi hizo njema katika kanisa, yawezekana tukawa tunaendelea na utume, lakini ni lazima tuendelee kumpenda Mungu na kutimiza upendo wa kwanza kama tulivyokuwa tukimwamini. Ninakazia katika neno hili, ikiwa ulikuwa ukiomba sana kabla Mungu haja kubariki, hata baada ya kubariki unapaswa kuendelea kuthibitisha mahusiano yako na Mungu. Na kama umeacha hivyo, Biblia inasema kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Lakini pia Biblia inatuambia ya kuwa kanisa hili lilo safi halikuchukuliana na watu wabaya. Haiwezekani ukawa ni mtu wa Mungu wakati huo huo unakaa katika vijiwe vya watu wabaya na kuwasapoti watu wabaya. Labda nikwambie kitu kimoja ambacho hujajua. Wakati Mungu anapowaleta watu wasiompenda yeye, wasiolipenda neno lake kwako ili wazungumze nawe kwa habari ya mambo ya ulimwengu, Mungu anatarajia wewe ugeuze mioyo yao kumwelekea yeye. Wanapozungumza uovu na mambo ya dunia hii, Mungu anatarajia kwako kwamba wewe utazungumza mambo mema ili ugeuze mioyo yao kumwelekea Mungu. Lakini kama na wewe unaposikiliza mambo ya simulizi na hadithi zisizo na maana za watu wa ulimwengu huu na maisha na wewe ukichangia na kutoa hadithi hizo na kuzisifu, Mungu anachukizwa na wewe. Anakutaja kama ni miongoni mwa watu walioacha upendo wa kwanza. Hebu kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu.
Mungu anasema yeye ashindaye atampa kula katika matunda ya mti wa uzima. Mungu akubariki sana. Karibu tena katika somo linalofuata, tutakuwa tukiangalia ujumbe wa Mungu kwa kanisa la Smyrna na jinsi unavyotuhusu leo. Bwana akubariki sana. Tunapohitimisha tupate kuomba. Tunakushukuru Baba Mungu wa mbingu na nchi, uliyetufunulia ujumbe wako wa kipekee kwa kanisa la Efeso. Utusaidie Mungu wa mbinguni, ili sisi tuliokuamini tuchunguze maisha yetu kila siku, tusije tukauacha au upendo wetu kwako ukapoa, kwa maana kupoa kwa upendo ni kuanguka kiroho. Utujalie upendo wetu kila siku kwako ukue hata tutakapokuwa wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Tunaomba haya kwa jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.